Anza hapo twende. Hapo baada ya kuifungua miguu hii mtobo hapa hii wakati unafunga meza, zingatia huu mguu ambao una hichi kidude huo upande wako wa kulia. Yaani ukisimama hivi wakati unaifunga umeibinua kichwa chini, miguu juu, meza yako, ule upande ambao utakuwa unakuja ukaa ringi, huo upande wa huku kulia ni kwako, kama hivi. Kwa hiyo baadaye ukija kufunga meza, ule upande unakuwa ni rahisi kuzingatia, kwa utauweka kule upande wako wa kulia, afu mguu mwingine utakaa upande wako wa huku kushoto. Kisha baada ya hapo tunaendelea. Baada ya hapo nakuja kufunga ili chuma la mbele hapa. Ndio hapo nalichomeka pale, na hapa ndio chini tumeibinua meza yetu. Funga chuma la pale, kisha utakuja utafunga na hapa. Kwa hiyo meza itakuwa kwa kiasi fulani tayari imeshasimama. Hai, hapa tayari tumeshafunga hapo kama unavyoona. Huu upande wetu wa kulia ambao ndo litakuja kukaa ringi pale hapa chini sehemu ya kanyagio, na huu mguu wa kushoto. Kwa hiyo meza inakuwa inakaa hivi. Kwa tunaweka ringi sasa. Tunafungua pale nati, tunaingiza hilo ringi hapo. Karibuni sana kwa cherehani nzuri na cherehani bora. Tupigie simu kwa namba zetu hizo ambazo utazipata katika video hii. Tupigie simu, tunauza cherehani aina zote, na popote ulipo cherehani yako utaipata na itakufikia. Haya, huu ni mguu kwa ajili ya kuunganisha pale ringi na kanyagio, na hilo hapo ndio kanyagio hilo. Kuna huku chini na kuna huku ndo chini na kisha huku ndo juu. Kwa hiyo linakaa hapa. Utalegeza vile vinati vya pembeni kwa kutumia spana au pliers. Utavilegeza ili mradi hichi kidude kiweze kurudi nyuma. Utafungua, utarudisha nyuma, utaliingiza hapo kanyagio. Kwa hiyo hapo tunaliweka kanyagio letu hapo, na ukishaliweka hapo utavikaza hivi vidude vya pembeni vizuri kabisa, na utahakikisha limebalance upande wa kushoto na kulia, kumekaa sawa sawa na lisicheze. Kwa hiyo baada ya hapo ukishakaa sawa, utakuja utavifunga hivi vinati, utavisogeza mpaka mwisho. Baada ya hapo utavikaza na pliers ili mradi zizuie kisicheze wala kisifunguke.
kwa utakaza hapo kwa pliers. Haya, huu hapa ndo ule mguu. Mara nyingi unakutaga umekuwa umeregea, kwa cha kufanya utaukaza vizuri, utafunga hivi vidude mpaka mwisho, upande wa kushoto na upande wa kulia. Utavizungusha mpaka vitakapofikia sehemu ambapo vimekaza. Kisha baada ya hapo utaenda kupachika pale kwenye ringi na kwenye kanyagio. Utafungua hii nati hapa. Ukishafungua nati, kama kuna washeli utaweka washeli kwanza, alafu utaingiza mguu, kisha utakuja utafunga, na ile nati ya ndani utaisogeza kwa mbele kidogo. Na hapa mguu huku ndo nyuma na huku mbele, kwa utaweka vizuri, uhakikishe hujaugeuza. Kisha uingiza utaufunga. Na pale chini nao kwenye kanyagio hivyo hivyo utafungua nati, utauingiza mguu, kisha utaufunga. Na wakati unafunga utahakikisha baadaye unakuja unakaza nati zote vizuri, nati zote zikaze. Na hapo utaona mguu wetu tayari kwa kiasi fulani tayari umeshakaa. Ukikanyaga hapo inazunguka hapo. Lakini baadaye utakuja kuhakikisha unakaza hizi nati zote kwa spana namba 13 au 14. Unaona hapo inazunguka tayari. Kwa hiyo baada ya kuifunga tayari na kuikaza kila nati, utahakikisha meza yako haitikisiki upande mmoja. Ukiona inatikisika, maana yake itakuwa kuna sehemu papo juu, sehemu papo chini. Kwa hiyo utaikandamiza miguu pembeni ili mradi ikae sawa. Fanya hivyo ili mradi ikae sawa, sehemu zote isitikisike. Hapo itakuwa tayari. Kwa hapa tayari ushamaliza kufunga miguu. Tutaenda sasa kufunga bao la juu. Haya, hili ndo bao letu. Ushaliweka bao, kuna hizi sehemu za mbele ambazo zina hivi vichuma. Huko ndo mbele ambapo ndo patakuwa juu, na kuna hivi vichuma ambacho kichwa kinaingia. Kwa hiyo ukishalilaza hili bao, wakati unafunga draw utahakikisha hivi vichuma vikiwa upande wa huku, basi wewe draw lako litakaa upande wa kule. Unaona hapo litakuwa vinapishana draw pamoja na vichuma, na hizi ni reli kwa ajili ya hili draw kushikilia. Kimoja kinakaa upande wa kushoto mwa draw na kingine kinakaa upande wa kulia, kisha unavigongelea na misumari. Kwa draw linakuwa linapita katika hizo reli tunaita. Hakikisha unaliweka pembeni kidogo upande wa kushoto kule, ili mali lisije kuzuia sehemu ya kukaa mguu hapa. Kisha baada ya hapo utagongelea na misumari vizuri. Hivi vile vichuma na kule ni draw vinakuwa vinapishana, visije vikakaa vyote upande mmoja. Na huu ni upande ambao draw haikai huku. Huu ni upande ambao itapita kamba ya cherehani. Kwa draw inakaa upande wa kule. Haya, tunakuja kuyaweka haya machuma yetu, kuyaunganisha na hili bao hapa. Kwa utaichukua hii miguu, huu ndio upande wa ringi. Upande huu wa ringi utakaa upande wa huku kwenye haya matobo kama unavyoona hapo. Na wakati ukiweka hivi, utahakikisha hili ringi linakaa sawa sawa pamoja na haya matobo ya hapa chini, visipishane. Yaani matobo ya lenge hili ringi, kwa ajili ule mkanda baadaye ukija kuupitisha mkanda wako wa cherehani upite moja kwa moja, usije ukakwama katika hizi kingo za haya matobo. Kwa hiyo utalengesha ringi pamoja na haya matobo hapa viwe sawa sawa. Lakini pia utahakikisha urefu wa hapa usipishane sana na urefu wa hapa, kwa viwe sawa sawa. Lakini pia jambo jingine la kuhakikisha ni kuwa ili chuma iliyo upande wa hivi vichuma hivi vichuma viwili vikae sawa na hili chuma, kwa sababu huko ndo mbele.
yani mbele kwenye cherehani, alafu kule ndio nyuma ambapo ndo anakaa mshonaji. Kwa hivi vichuma viwe sawa na hili ringi, na ringi hili liwe sawa na haya matobo. Automatically ukishaweka hili ringi na haya matobo pamoja na hivi na hili chuma na hivi vidude, utakuta inakuwa inaendana. Au ukiweka tu hili ringi na haya matobo, basi utakuta na upande huu ndio ambao unakuwa upande wa kuweka hivi vichuma na hili chuma. Kwa hiyo baada ya hapo utakuja kufunga nati katika hivi vitobo hapa, nati 4 hapa, 1 hapa, 2 pale, 3 na pale 4. Kisha baada ya hapo unakuwa umemaliza. Haya, hapa baada tayari sasa ya kuifunga meza yetu inakuwa ishasimama kama hivi. Upande ule wa kulia fundi ndo atakaa hivi, kichwa kitawekwa hapo. Hii ndio ile draw yetu itakuwa inakaa kwa hapa, itaonekana hapo kushoto. Kwa hiyo hapa fundi akija akikanyaga hapa, shidani inazunguka tu kule chini.